Okay. Sasa tunakwenda kwenye maswali kadhaa hapo. Tutakuwa na maswali kadhaa. Maswali yangu nitayakata katika makundi mawili. Kundi la kwanza litakuja kuanzia wakina Eva na Adamu walipoanguka baada ya nyoka huyo kuwadanganya mbende huyo Lucifer. Alafu kundi la lingine la maswali litakuwa kutoka hapo kurudi nyuma kidogo pale ambapo ulipoanzia kwamba Shetani akatupwa kwenye lile shimo, na kama nilivyosema lile shimo ndio ulimwengu wetu huu. Ulichokiongea kwa sehemu fulani napata uhalisia, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema kwamba Shetani ni mungu wa dunia hii. Hiyo na kukubaliana na wewe kwamba kwa sababu Shetani alitupwa kabla ya mwanadamu alikuwepo, kwa hiyo yeye ni mhenga kuliko sisi. Lakini swali langu lilikuwa ni kwamba kwa maana yako ni kwamba Shetani na sisi tuko mahali pamoja. Kabisa. Kwa sababu shimo lenyewe lilikuwa ndo hili dunia. Kwa sababu kipindi hicho dunia hii yaani uumbaji haujakamilika. Kwa maana hili jua unaloliona halikuwepo. Na pia hizi nyota unazoziona hazikuwepo. Mwezi haukuwepo. Kwa hiyo ilikuwa huku ni giza tupu. Na yeye alikuwa anapenda sana hapa ulimwengu wa giza. Ndio maana akaanza kutengeneza kampeni za kwenda kumpindua ili atawale kote, kwenye nuru na kwenye giza. Lakini Mungu akaamua kumtupilia huko kwenye hili giza. Akamnyima kabisa, asiwe na mawasiliano kabisa na ufalme wa nuru. Japo ana uwezo wa kufika. Shetani ana uwezo wa kufika kwa sababu ana ufunguo kabisa. Ana uwezo wa kufika mpaka huko kwenye ulimwengu wa nuru. Na anapeleka malalamishi kabisa kwamba fulani kafanya hivi, adhabu yake ni hii, na Mungu anamsikiliza kwa sababu ukizingatia ni kama wana mawasiliano. Leo tutafika huko. Kuna mambo mengi msikilizaji, tukiwa tunaendelea na kipindi hichi utakuwa unajifunza mengi, kwa sababu nataka niwe nakuja na maswali mengi ya logic ili tuweze kupata conclusion iliyo sahihi. Kwa sababu kama mambo ya dini yanafundishwa ni ukweli, basi ukweli unaweza ukapimwa. Kama ukweli unaogopa kupimwa, huo sio ukweli. Ila kama mtu ana jambo lake la ukweli na ana hakika ni la ukweli, hawezi akaogopa likapimwa. Ndio maana ya maswali, na ndio maana hata maswali yako pia nitakuja niaulize. Kwa ndugu yangu, swali jingine kutokea hapo sasa kwamba Shetani ametupwa huku, Mungu akaja akafanya uumbaji huku, akamuumba mwanadamu huku. Shetani akamjaribu mwanadamu huyo na akamwangusha. Kutokana na Biblia ni kwamba mwanadamu alipoumbwa alipewa utawala wa hapa. Sasa Shetani alikuwa mhenga kuliko mwanadamu. Lakini Mungu akamuumba mwanadamu alafu akampa aitawale dunia. Sasa nataka kidogo utufafanulie hapo ili kuweje hapo. Yes, ni kweli kwamba Shetani amepewa utawala kwenye giza huku. Lakini pia hapo Mungu ameamua kumpa mwanadamu atawale huku duniani. Kwa nini? Eneo ni moja lakini kuna watawala wawili. Mungu aliumba mwanadamu kwa lengo moja, afanye matendo ambayo yanampendeza Mungu. Ndio maana amekuwa mwanadamu ana uwezo wa kutawala hii dunia pale tu ambapo anampendeza Mungu. Lakini mwanadamu pia hawezi kaitawala hii dunia akiwa yeye anamsupport Shetani. Kwa maana mwanadamu ameumbwa ili atende mema. Katika kutenda mema huko ndio atapewa neema ya kutawala kila kitu kilichopo kwenye uso wa dunia.